Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Tunaendelea na darasa yetu ya hadithi na leo tunakamata karatasi ya 84 ndani ya kitabu chetu Ibn Abi Jamra. Bado hadithi ndio kitu ambacho tunakitegemea kutupa maalumati, kutupa mafundisho mepesi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema an Huzaifata qal, kutoka kwa Huzaifa amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, fitnatu rajuli fi ahlihi, mtihani wa mtu upo kwa familia yake, kwa maana mkewe, mtu anaweza kuipenda familia yake zaidi kwa sababu ya kuitupa ibada, kwa sababu ya kumwacha Mwenyezi Mungu kumwabudu. Mtume akasema fitnatur rajuli fi ahli. Lakini pia mtu anaweza kusema lolote lisilotakiwa kuhusu familia yake, kama familia itapata mtihani Uja mtu ukasikia amepata mtihani, kaunguliwa moto na watoto wake na mkewe, basi hapa mtu huyu anaweza akasema maneno yoyote yale, lakini kikubwa kinachoelezwa ni watu kuwapenda sana familia, sio ahli tu wa malihi, na mali yake. Watu wanapenda mali wengine, sio wote, mpaka inakuwa sababu ya kuacha kumwabudu Mola wao, wa waladihi, na watoto wake. Watoto wapendwe, lakini isifikia hatua ukawapenda mpaka ukaacha kumwabudu Mola. Lakini akasema wajarihi, na jirani yake. Jirani yake unakuwaje mtihani huu? Kumpenda? La, mtihani huu inakuwa mfano akatamani nyumba ya jirani yake, nyumba ya jirani nzuri kuliko yake, yeye akawa anatamani angalikuwa nayo yeye. Kwa hivyo huu ni mtihani, na watu wengi tunaishi kwenye hii mifano, yaani nyumba za wale jirani zetu, mashaallah, wengine uwezo mkubwa. Kwa hivyo imependeza, tunatamani nyumba ile ingekuwa yako. Kwa hivyo huu ni mtihani wa mtu kwa jirani yake, kutamani nyumba yake, katamani mtoke. Wengine wanafikia hatua hii, na hapa ndio kwenye mtihani, kwamba nyumba ile ingeharibika, ikawa hana, kawa kama mimi, bati zingelikufa. Lakini tukafaru haswalatu waswadakatu, ufutwa makosa haya na swala na sadaka, wal amru wan nahyu, na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Haya makosa ya kupenda mno familia, mke, kuwapenda mno watoto na mali, Mwenyezi Mungu anajalia kutufutia kwa njia nyepesi, ni kwenda kuswali, kutoa sadaka, kuamrisha mema, kukataza mabaya. Kwa nini tusema mepesi? Watu wengi haya mambo wanayaweza, watu wengi wanayaweza. Sadaka ina kiwango gani kilichowekwa, kwamba mtu lazima atoe kiwango hicho chochote kile? Kwa hivyo ni nafasi ambayo mtu yote anataka itumia. Hata Mtume amepata kusema ile sadaka, mpaka kusema maneno mazuri ni sadaka, ndio hata neno zuri uwezi. Kwa hivyo tukafaru hasalatu wasadaqatu wal amru wan nahyu, ufutwa kwa swala au ufutwa na swala, hayo maovu, na sadaka, na kuamrisha mema na kukataza mabaya.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea kusema katika hadithi nyingine iliyoelezwa na kupokewa na Abu Huraira. An Abi Hurairata, kutoka kwa Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kika Mtume wa Mungu rehma na amani ziwe juu yake amesema, yataaqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahari, wanapeana zamu kwenu wanadamu, malaikatu billaili, malaika usiku, wa malaikatu binnahari, na malaika mchana. Maana yake mchana kunakuwa na malaika, usiku kunakuwa na malaika. Hatui peke yetu sisi. Wayatamiuna fi salati alfajri, na makundi yote hayo mawili yanakusanyika katika swala nini? Ya alfajiri, wa salati alasiri, na swala ya alasiri. Kwa hivyo makutano yao katika kupeana zamu ni swala alasiri na swala ya alfajiri. Thumma yaruju alladhina batu fikum, kisha wanapanda wale ambao walikesha nanyi, batu. Fasaluhum, Mungu anawauliza, wa huwa alamu bihim, na hali ya kuwa yeye Mungu anatambua zaidi kuliko wale. Anawaulizaje? Kaifa taraktum ibadi, mmewaachaje waja wangu? Swali hili analitupa Mwenyezi Mungu kuwatupia malaika, lakini Mungu anajua zaidi. Na swali hili wakati analitupa kuwapa malaika, lengo wathibitishe malaika, sio kwamba ajue malaika wathibitishe kwamba waja wa Mungu wanaswali. Subhanallah. Swalini fayakuluna, wanasema taraknahu, tumewaacha hao, wa hum yusalluna, hali ya kuwa wao wanafanyaje? Wanasali. Tulivyoacha wakiwa kwenye hali ya kuswali. Wa atainahum, na tumewaendea, wa hum yusallun, na hali ya kuwa wao wanaswali. Kwa hivyo malaika wana kazi, na katika kazi zao wako makini mpaka wanaweza kujibu maswali kwa uzuri kabisa. Tumewaacha wanaswali.